Miwani ya Alan Okello hii akishangilia goli lake la kwanza la free kick ya maajabu, free kick ya viwango vya Ulaya, free kick ambao wanafungwa magoli kipa wakubwa na wanafungwa na wachezaji wakubwa. Hii hapa hii. Na hii bwana nitakupa story yake. Kwanza tulizungumzia goli la Alan Okello, goli ambalo linafungwa mara chache sana. Jana meneja habari na mawasiliano wa Young Africans Ally alisema magoli kama yale wanaweza kufanya watu wawili tu duniani. Lionel Messi pamoja na Alan Okello. Wapo hawa wawili tu. Kwanza ni kuhusu hilo goli, lakini pili ni aina celebration ambayo amefanya, na celebration ambayo imekuwa talk of the town. Watu wengi sana wamezungumzia. Kwanza niendelee kuivaa. Unajua imenipa kama kismart tangu asubuhi nimeamka. Star boy akifanya kitu na maana ni jambo la kistar hilo. Kwa sasa hivi na mimi nakuwa star sasa hivi. Tegemea siku 2-3 hizi na mimi nakuwa star boy wa kuchemsha. Sasa yeye anakuwa star boy uwanjani, mimi wa kuchemsha au kulipa kidogo kidogo. Bwana, hii ni idea ambayo ilikuwa imetoka kwa mpiga picha wetu Vibe ama Muharram anaitwa. Asubuhi jana alinitext akanambia, Alwatan, njoo na miwani uwanjani. Nikamwambia tena imekuaje? Akanambia na jambo langu, nataka nimvalishe mchezaji atakayefunga goli, lakini na wasiwasi sana Alan Okello atafunga goli. Nikamwambia kwa nini? Akasema kwa sababu kwenye trend za mechi zetu 4 hivi zilizopita Okello amekuwa akifunga sana, kwa hiyo nahisi leo anaweza kufunga. Nikamwambia sawa. Akamtext pia Alan Okello akamwambia, Okello, leo ukifunga nataka uvae miwani. Sasa wakati tupo kwenye gari tunakuja huku ndo Okello akaconfirm, akatuma ile message, okay sawa. Nikaona anashangilia hivi, ndugu yangu vipi? Akasema Okello amekubali. Kwa leo mwanangu, hiyo picha tutakuwa tunayo hiyo. Nikamwambia okay, basi ikawe kheri. Kweli bwana, Mwenyezi Mungu na nguvu zake, mechi inaanza tu, hakijaisha hata kipindi cha kwanza imewekwa free kick pale. Okello akaangalia yengo kwanza. Kipa anajua Okello anapiga huku, kumbe kapiga pale alipopiga kipa. Alipokaa kipa pale. Okello huku kwenye kibendera huku akapiga kwanza ile ya kwake, unajua afu ile sijui inamaanisha nini ile ile noma, akapiga ile alafu kaambia sasa hii ndo nafasi. Akaenda akamrudi Okello, kumbe naye alikumbuka. Unajua Okello ukimwona hivi kama mpole hivi, lakini anakera yule. Ukitaka kujua Okello anakera, waulize wavimba macho hivi, kwa sababu huko walikuwa wanamvimbia macho, wanamtafuta aende kwenye timu yao akamkosa. Huyu hapa sababu imeonyesha. Bwana Okello, miwani yetu hii. Yesterday glasses. Umeona? Kama ilikuwa jipya ni ya nani? Watu maneno yalikuwa ni mengi Alwatan baada ya kushangilia na hiyo miwani. Kuna mmoja akasema kwamba kwa hiyo kwamba mlikuwa tayari mshampanga mchezaji wenu ambaye atafunga, ndio maana akaja na miwani uwanjani. Sasa ujue Yanga inajulikana safu ya ushambuliaji yake. Unajulikana trend ya kufunga. Ukiwa mtu wa mpira, unajua tu kabisa movement za mpira, unaweza kutabiri scoreboard itakuwaje, unaweza kutabiri nani atakufunga, nani ata-assist. Hiyo ndo nguvu ya watu wa mpira. Sisi tuliangalia, na uzuri nilimuuliza Vibe, umejuaje kama Okello atashinda? Ananiambia bwana, katika trend hapa ambapo nimeiona Young Africans, nilihisi leo Okello angefunga. Na hata kama asingefunga Okello, hii miwani tungemvalisha tu mtu. Sasa wachezaji wa Yanga si ndo mabingwa wa kukera? Si ndo sasa muda tu kaja kwa kapiga simu. Sasa baada ya kupiga simu tungempa miwani vai. Kitofauti. Angekuja kitofauti kabisa. Kwa hiyo hii ni creativity ambayo inapatikana idara ya habari ya Young Africans pekee, na tumekuwa hivyo, tunajivunia na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mbali na hapo, tunawashukuru mashabiki wa Young Africans ambao wamekuwa wakipokea vizuri. Nilikuwa namwambia Zey, umeona hii miwani ya Okello hii tunaweza tukaiuza pia hii. Manake kama ile clip ya mtu kulamba nyasi ile na matope tulipiga bei. Sasa kwa nini miwani ya Okello isiende? Wewe subiri afunge tena. Okello siku unaweza ukashangaa tumemvalisha, anakuja bonge moja la kofia alafu anaweka pose lingine hivi. Unataka moja koki sijui kiko ile. Yaani tuna creativity tu. Sasa hii si Yanga. Unifu. Kuna vile hamna. Huwezi kukuta kitu kama hicho, kwa sababu kinachofanya mpaka haya mambo yanatokea ni brain. Sema brain. Brain. Lazima uwe na ubongo. Na sio tu ubongo uliolala, ubongo uliochangamka. Sasa ubongo uliochangamka unapatikana Young Africans, kuanzia kwenye namba 1 kwa maana rais wa Young Africans Engineer Hersi. Umeona anavyochakalisha kidogo viongozi wengine, kiongozi amechangamka. Ukija kwa makamu wa rais Arafat Haji, wajumbe wa kamati ya utendaji, meneja habari na mawasiliano Young Africans Ally Shabani,
mpaka watu wa chini kabisa watendaji wa Young Africans tuna hiyo creativity ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine. Ufanishaji wa Alan Okello pamoja na mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Clatous Chota Chama nadhani unauona. Mbingu na ardhi tofauti. Ndugu yangu mmoja anapendaga kuchanganya maneno mawili ya Kiingereza na Kiswahili, anasema tofauti, sio tofauti, tofauti. Angalia talent ya Okello. Alafu Okello anaweza kupromise. Okello bado mchanga. Huyo Okello ana unaona mimi hizi ndevu nilizokuwa nazo hizi. Ana hata moja. Yule pale yule kule unaweza kumzoom. Ana hata hiyo. Mtoto. Gen Z. Yaani miaka hiyo Okello ni mtoto wa 2000 anayejua mpira. Unaona Lamine Yamal? Yaani watoto wa 2000 ndo hii ndo age yao hii. Hii ndo age yao hii hapa hii. Uzuri sisi Lamine Yamal yuko Barcelona, Alan Okello yupo Young Africans. Ndo utofauti tu ni wa nchi, lakini angalia ule mguu wake ulivyokuwa mguu wa dhahabu. Unafananisha na mtu tu jamani, eti mtu tu hawaendani. Ni kukosea heshima mpira wa miguu. Kuna watu wamefanya tayari mambo yao, wanajua mpira, hakuna mtu anayekataa. Wapo wanaojua mpira katika hii nchi, lakini talking about Alan Okello ameingia katika Young Africans dirisha dogo la usajili. Raundi ya pili, mechi ngapi amecheza? Angalia sasa hivi unapozungumza. Unajua sasa mpaka sasa hivi watu hawajui MVP atakuwa nani? Bado. Kwa sababu Okello kuna watu wamewakuta. Na namba zinamzungumzia. Uzuri Okello sio muongeaji sana. Na jana Alikamwe alikuwa amemuuliza Okello, unaota kuwa mfungaji bora? Akasema mimi nacheza tu. Wazo hana hata hilo wazo. Mtoto watu mdogo anawahi kulala. Okello analala saa 10 mechi imeisha pap, na kuamka kwake ndo vile alfajiri saa 12 asubuhi, anaamka zake pale anakunywa maji mengi. Unajua Okello anaweza kamaliza kipipa hivi, anakunywa maji mengi sana, na hili ndio inamfanya azidi kuwa mtoto kila siku. Hana hata chembe ya ndevu Okello. Sio ndevu hivi vya juu vinavyoanza kuota, hana. Mdogo kulikweli ule. Yaani mdogo. Unajuaga wanavyosema kwamba ukisubiri embe hivi wenzako atakula na chumvi. Sasa hata huo kula na chumvi hakujafika kwa Okello. Yaani huo bichwa hamna atakula changa embe changa. Mdogo ule mtoto rafiki yangu, lakini angalia mambo anafanya. Wananchi, tumuombe sana dua Alan Okello. Tumuombe sana, tumlinde kwa wivu wa asilimia zote. Bado mdogo na ana mengi ya kutupa. Ikimpendeza Mwenyezi Mungu, Alan Okello ana miaka mingine 10 ya kuweza kuonesha Young Africans kile ambacho alichokuwa nacho. Tumalize na hii hapa, mbio za ubingwa bado mambo kama hayajakaa sawa. Mbio ni kubwa sana, mvutano ni mkubwa. Unalipi sasa la kuambia mashabiki wa kikosi cha Young Africans na hivi ulivyokuwa karibu na wachezaji? Mimi bwana, kutoka habari idara ya mawasiliano, habari na mawasiliano Young Africans, Ali Shaban Kamwe ametupa direction kwamba safari hii kila mwananchi tutakayekutana naye tumwambie kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo mwananchi, tumebakisha mechi nyingine 6 za kuhakikisha kwamba tukishinda hizo zote, ina maana tunakuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Hatuwezi kushinda kama hatujaja uwanjani kuwapa support wanajeshi wetu ambao wanatuwakilisha. Popote pale ulipo mwananchi, na nivue miwani ya Alan Okello hii, ni kuangalie kwa kusisitiza kabisa, popote pale ulipo mwananchi, jua kwamba tuna michezo 6 imebaki ya ligi ya NBC. Tunapaswa kuja uwanjani kwenye michezo yote. Mchezo wa kwanza unaanza hapa Jumatatu dhidi ya Namungo.